Karibu. Leo tutaangalia kuhusiana na solving za trigonometry. Swali la NECTA 2023, 2022 na 2021, solution zake zinakuwaje? Tukianza na NECTA 2023 ambao tumepewa factorize, tumepewa factorize kile pale kitu ambao tunasema hapa tuna cosine ya theta, tunatoa cosine ya 3 theta, tuna minus cosine ya 5 theta, then tunakuwa tunajumlisha cosine ya 7 theta. Kwa tunachoenda kufanya cha kwanza hapa ni tuna combine hii term ya kwanza na tuna combine na huyo hapa, hawa wanakuwa pamoja na huyu na huyu anakuwa pamoja, minus na minus kwa pamoja na huyu theta na 7 theta wanakuwa pamoja. Kwa nasema kwamba hichi kitu kitakuwa ni sawa sawa na cosine 7 theta, tuna plus cosine ya theta, tuna minus hapa, tuna minus kiminus nje, tukitoa minus nje itakuwa ni cosine ya 5 theta, tunajumlisha na cosine ya 3 theta. Kwa tunachoenda kutumia hapa, tunatumia idea ya factor formula kwamba ukiwa na cosine ya angle jumlisha cosine ya angle nyingine, by definition hii inakuwa ni sawa sawa na 2. Then tunachukua cosine ya huyu jumlisha huyu, ambapo tunakuwa tunapata 8 theta, tuna divide by what, by 2. Then cosine ya huyu tunatoa huyu, ambapo tunapata 6 theta, tuna divide by 2, tuna minus na huku ni the same, tukiwa tuna cosine ya huyu jumlisha huyu itakuwa ni sawa sawa na 2 cosine ya huyu jumlisha huyu, ambayo itakuwa ni 8 theta divided by 2, then cosine 5 theta minus 3 theta will be equals to 2 theta, then you divide by what, by 2. Kwa hiyo tunachoenda kupata utapata ni 2 cosine 4 theta times cosine of 3 theta ta minus itakuwa ni 2 cosine ya 4 theta cosine ya nani, ya theta. Lakini tunasema hapa kuna term ambazo zinakuwa zinafanana kwenye huyu na huyu. Kuna 2 cosine ya 4 theta na hapa the same kuna 2 cosine ya nani, ya 4 theta. Kwa hiyo tunaweza tukaifactor out nje, tunasema kwamba hichi kitu kitakuwa ni sawa sawa na 2 cosine ya 4 theta outside, au tabaki na nani, na cosine ya 3 theta ta minus na cosine ya nani, ya theta, ambacho kitakuwa ni sawa sawa na nani, na 2 cosine ya 4 theta. Then hapa nje tutakuwa tunatumia nini, factor formula. Factor formula ya cosine ya angle minus cosine ya angle nyingine itakuwa ni sawa na -2, then sin, tutachukua huyu angle jumlisha huyu angle, ambayo itakuwa ni 4 theta na divide by 2, then sin ya huyu angle tutatoa huyu angle, ambayo itakuwa ni 2 theta, then ta divide by what, by 2. Kwa hiyo itakuwa ni sawa sawa na positive na negative, itakuwa ni negative 2 times 2 itakuwa ni 4, then tutakuwa tunapata cosine ya 4 theta, and then sin hapa tutapata ni 2 theta na hapa tutapata ni sin ya nani, ya theta. Kwa hiyo ndio factorization yetu. Kwa tunasema kwamba ukiwa una huyu problem, ukiwa na huyu swali, kana hichi hapa kitu, basi hichi hapa kitu kinakuwa ni sawa sana nani, ni sawa sana nani, na hii term. Kwa hiyo factorize hapa term tunasema tunapata nani, tunapata hii term. Kienda kwenye swali la ngapi, la pili, tukopi na kipengele B, tumepewa kwamba show kwamba tan ya A minus B ni sana hichi hapa kitu, tuonyeshe. Na pia hence find tan y, tutafuta tan y ina thamani gani if tan ya 2x plus y equals to 2 and tan 2x equals to 3 over ngapi, over 2. Kwa tukianza na tan, let's say ya A minus B, tunasema tukimwelezea tangent, tunasema this is nini, sin over nani, over cosine. Kwa hiyo this is sin of an angle, tuna divide by what, by cosine of an angle.
Then what follows, we just use compound angle. Kwamba tukiwa na sin angle ya kwanza kutoa angle ya pili, compound angle yake itakuwa ni sawa na sin ya A cosine ya B, then minus itakuwa ni minus, baada ya sin ya A ita interchange itakuwa ni sin ya B, na cosine ya B itakuwa ni cosine of A. Tutagawanya kwa cosine ya angle minus angle nyingine, utasema itakuwa ni cosine ya A cosine ya B. From minus tutakuwa tuna plus, then itakuwa ni sin ya angle ya kwanza na sin ya angle ya pili, sin ya angle A, sin ya angle B. Then tutakapofika tunafika hapa, tutachukua hii term yetu hii copy. Sasa tutachukua hii term yetu hii, lakini tutakuwa tunagawanya kila upande. Tutakuwa tunazidisha kwa huku juu, tutakuwa tunasema tutazidisha kwa 1 over cosine ya A cosine ya B, na sasa tutakuwa tunaitumia chini, kwa chini tutakuwa tunazidisha kwa 1 over cosine ya A cosine ya B. Kwa tutachukua hizi terms za numerator tutazidisha na hichi hapa, na tutachukua terms za denominator tutazidisha kwa hapa, kwa sababu tukicancel na huyu inakuwa sana moja, kwa tunabaki na hichi tulichokuwa nacho. Kwa tunasema tutapata itakuwa ni sawa na zidisha huu na huu, cosine ya B cosine ya B na cancel, sin of A inakuwa ni tan A, tuna minus cosine ya A na cosine na cancel, sin of a cosine that is tangent that is tan B over cosine ya A cosine na cosine ya B na cancel inakuwa ni moja, tuna plus sin divided by cosine that is tangent and sin divided by cosine that is tangent. Kwa hiyo huyu ndo ni sawa na kwa tuna tan ya A tunajumlisha na nani? Tunajumlisha na B. Tunapata nini? Tunapata hichi hapa kitu. Hapa kuna tan ya A minus B. So basi tukija kwamba tumeambiwa tu tutafute tan ya y ikiwa tumepewa nini? Tumepewa hii hapa 10. Ngoja nikopi swali. Kwa tumeambiwa tutafute tan ya y ikiwa tumepewa tan ya 2x kujumlisha y na kwa ni sawa na ngapi? Na 2. Lakini pia tumepewa tan ya 2x ni sawa na 3 over 2. Kwa nasema tukimchambua huyu itakuwa ni sawa na tan ya 2x kujumlisha y. Hichi kitu kitakuwa ni tan ya angle ya kwanza ambayo itakuwa ni 2x najumlisha tan ya angle ya pili ambayo ni y, then tutachukua 1 minus multiple ya nani hizi hapa ambayo itakuwa ni tan ya 2x tan ya y. Lakini tan ya 2x plus y tumepewa 2, kwa hivyo tunakuwa tuna 2 itakuwa ni sawa sana tan ya 2x tunakuwa tumepewa 3 over 2 tutajumlisha na tan ya y. Kwa tan ya y ndio tumeambiwa tuitafute, itakuwa ni sawa sana ngapi? Itakuwa ni moja, tunatoa tan ya 2x tumepewa ni 3 over 2, then tunazidisha na tan ya y. Basi kwa ukiandika over cross multiplication, u times u itakuwa ni 2 minus this times this tabaki ni 3 tan y, itakuwa ni sawa na 3 over 2, then tuna plus tan y. Kwa hiyo itakuja huku, kwa itakuwa tuna 2 minus 3 over 2, itakuwa ni sawa na tan ya y, tutajumlisha 3 tan y. Tukichukua 2 tukatoa na 3 chini ya 2 na kwa tunapata ni half. Kwa hivyo itakuwa ni sana na half, itakuwa ni sawa na tan ya y jumlisha 3 tan y itakuwa ni 4 tan ya y. Tukidivide by 4 tan y itakuwa ni sawa na 1 over 8. Kwa hiyo ndio itakuwa ndio jibu letu. Ndio itakuwa the value of tan ya nani? Ya y. Kwa hiyo tumepewa pia kipengele C
na kipengele C tumepewa tan ya x ni sawa na uisamani, sin ya x ni sawa, given that sin ya x ni sawa na ile pale na cosine ya y ni sawa na ile pale, ambapo tunasema tuna sin sin ya x is equal to 3/5 na tuna cosine ya y ambayo ni sawa na 24/25. Kwa nasema where x is obtuse, obtuse tunasema ni angle ambayo inakuwa between 90 na 180, and y is acute, and angle y is acute. Acute ni angle ambayo inakuwa less than 90. Nasema find the value of cos ya x plus y and cot ya x minus y, au cotangent ya x minus y. Unasema kwamba tukianza kumtafutia hapo, kwa mfano tukianza na sin ya x ambayo ni obtuse, sema hii angle iko kama kuchora kwenye quadrant iko somewhere hapo, ambapo kutoka mpaka hapa kuna 30x, hapa mpaka hapa tuna 180 minus x. Tunasema sin ya 180 minus x ni sawa na sin nini? Sin ya x. Kwa sin ni opposite, ambapo tunakuwa tuna 3, hypotenuse tunakuwa tuna nini? Tunakuwa tuna 5. Kwa hiyo tutafuta kutoka hapa mpaka hapa, tunasema tunachukua square ambayo itakuwa ni 25, tunatoa 9 ambayo itakuwa kuna standout itakuwa ni 4, lakini itakuwa ni minus sababu tuko kwenye quadrant hapa ya huko hivi. Kwa ni y axis and this is x axis. Kwa tukiwa tuna cosine ya x itakuwa ni sawa na adjacent ambayo itakuwa -4 over hypotenuse ambayo itakuwa ni nani? Itakuwa ni 5. Hii ndio cos. Lakini kama tuna cosine ya y ambayo ni sawa na 24 chini ya ngapi? 25, na y tumesema ni acute angle, tunakuwa tunatumia Pythagoras kwamba sin square ya angle kujumlisha cos square angle inakuwa ni sawa na ngapi? Na 1. Kwa hiyo kumpata sin square angle tutachukua itakuwa ni sawa na 1, tunatoa 24 chini ya 25, then ukim square ambayo itakuwa ni sin square y itakuwa ni sawa na, ukichukua 1 katoa na 24 chini ya 25 kama square nakuja kupata ni 49 chini ya 625, ambayo square root ya answer utapata ni 7 over ngapi? 7 over 25. Kwa hiyo ndio itakuwa ni sin, na ndio itakuwa ni nani? Itakuwa ni cosine ya x na ya y. Then tumeambiwa tutafute sasa, tutafute cosine ya x plus y. Kwa nasema cosine ya x plus y itakuwa ni sawa na, tunatumia compound angle, kwa itakuwa ni cosine ya x times cosine ya y, kwenye kujumlisha tutakuwa tunatoa sin ya x na sin ya y, ambayo itakuwa ni sawa na cosine ya x itakuwa ni negative 4 chini ya 5, cosine ya y ni 24 chini ya 25, tuna minus sin ya x ni 3 over 5, na sin ya y itakuwa ni 7 chini ya 25. Kwa tukitafutia hapo itakuwa ni sawa na itakuwa ni negative 4 chini ya 5, tunazidisha kwa 24 chini ya 25, tunatoa na 3 chini ya 5, tunazidisha kwa 7 na chini ya 25. Wanakuja kupata ni negative 117, negative 117 chini ya 125. Kwa hiyo ndio itakuwa ni sasa na nani? Na cosine ya x plus nani? Plus y itakuwa ni sasa na that value. Then tukija kwenye cotangent ya x minus nani? Cotangent ya x minus y
ambapo tunasema itakuwa ni cotangent ya x minus y. Tunasema itakuwa ni sawa na 1 divide by nani, by tangent ya x minus y. Utasema itakuwa ni moja, tutagawanya kwa huyu ni sin ya angle kutoa cosine ya angle. Ambapo tukija ku multiply huyu ataenda juu ataenda chini, kwa hiyo tutakuwa tuna cosine ya x minus y na tutakuwa tuna sin ya x minus nani, minus y. Kwa hiyo tukielezea itakuwa ni sawa na cosine ya x minus y tumetafuta ya plus. Kwa hiyo tunaweza kuelezea itakuwa ni cosine ya x cosine ya y, kwenye kutoa itakuwa kuna kujumlisha itakuwa ni nani, itakuwa ni sin ya x sin ya y over, tukitafuta compound angle ya sin itakuwa ni sin ya x cosine ya y itakuwa ni minus sin ya x then sin, so itakuwa ni sin ya y zinabadilishana, kwa hivyo itakuwa ni sin ya y then cosine ya x. Basi kwa kutokea kwenye hapa cosine na hizo zote tunakuwa tunazo, kwa tunakuwa tunazielezea. Kwa hiyo cosine ya x ni ile pale, cosine ya y ni ile pale, samani kwa zote tunazo. Kwa hiyo tunakuwa na smile na define katika nani, katika namna ile pale. Kwa hiyo tukienda kwenye mfano wa D, kipengele D, kienda kwenye kipengele D tumeambiwa tuandike uhusiano katika form ya r sin ya x minus nani, minus beta. Kwa tumeambiwa tuandike 3 sin ya x minus 2 cosine ya x, hiyo katika form ya r, then sin ya angle minus angle nyingine. Tunasema tukielezea huyu itakuwa ni sawa na r, kimfungulia itakuwa ni sin ya x cosine ya beta, ki minus itakuwa ni minus the same sin ita interchange angle, kwa baada ya sin ya x itakuwa ni sin ya beta, cosine ya baada ya beta itakuwa ni cosine ya x. Kwa hiyo hapa itakuwa ni sawa na 3 sin ya x minus 2 cosine ya x ni sawa na, kwa kutakuwa kuna r sin ya x cosine ya beta, tutatoa na r sin ya beta cosine ya x. Kwa tukifika hapa tunakuwa tuna make comparison, kusema kwamba hapa tuna sin ya x itakuwa ni the same sin ya x huko, kwa hiyo hii kinachobaki hichi kitakuwa ni 3, na huku tuna cosine ya x, hapa tutakuwa tuna cosine ya x. Kwa hiyo kitakachokuwa kinabaki hapa tutakuwa nani, zinakuwa zinafanana. Kwa hiyo tunasema by comparison tutasema kwamba r cosine ya beta itakuwa ni sawa na 3 na r sin ya beta kwa huko ambao ni itakuwa ni sana ngapi, na 2. Basi kwa tukichukua divide by huyu tunasema kwamba tan divide by r na r na cancel, inakuwa ni tan ya beta inakuwa ni sawa na divide by huyu itakuwa ni 2/3. Kwa beta yetu as an angle itakuwa ni tan inverse, ya 2/3, utapata ni 33.69 degree. Kwa sababu tumempata huyu beta, kwa beta anakuwa anasimamia katika samani gani, lakini kwenye kumpata r, ambapo the value of r tunachukua u square jumlisha u square, ambapo tunasema kwamba tukichukua u square itakuwa ni r square cosine square ya beta tuta add na huyu square ambayo itakuwa ni r square sin square ya beta itakuwa ni sawa na 9 na 2 kim square ni 4. Kwa hiyo r square tukimfactor out r square nje itakuwa ni cosine square ya beta plus sin square ya beta, ambapo cosine square angle plus sin square angle ni 1, hiyo itakuwa ni 13. Kwa hiyo under root tunasema r itakuwa ni sawa na under root ya 10 na ngapi, ya 13. Kwa tukimwandika katika
ngani mkopi, chukua kaka uhusiano R tunakuwa tunamjua thamani yake inakuwa ni sawa na ngapi, lakini pia angle yetu tunakuwa tunajua thamani yake inakuwa ni sawa na ngapi. Kwa tukimwandika huyu R yetu itakuwa ni under root ya 13, lakini x minus angle yetu itakuwa ni 33, itakuwa ni 33.69 degree. Kwa hiyo ndio mshana ambao tutakuwa tunaupata. Then kipengele cha mwisho tunaambua kipengele cha E. Anasema use the result obtained in D. Kwa jibu ambalo tunaipata hapa to solve nini ile equation. Kwa use the result obtained in part D to solve the equation. Ukiangalia 3 sin ya x minus 2 cos ya x ni hapa kitu ambacho tulikuwa tunacho. Kwa 3 sin ya x minus 2 cos ya x ni sawa na 1. Kwa hiyo ambayo tunasema tuna 3 sin ya x minus 2 cosine ya x inakuwa ni sawa na 1. Hichi hapa kitu hichi ambacho tunakuwa tunakipata ndio ni sawa na hiyo thamani. Kwa hiyo tutasema hapa itakuwa ni sawa na under root ya 13 then sin in the bracket itakuwa ni x minus 33.69 ambayo itakuwa ni sawa na ngapi? Na 1. Kwa hiyo kwenye kanda 13 tutasema sin ya x minus 33.69 itakuwa ni sawa na 1 yani kwa nani? Under root ya 13. Kwa nasema generally kwa sin ya angle kama tukitaka tupate ile general formula ya sin inakwaje, nasema theta yetu inakuwa ni sawa na -1 exponent ya n times pi then tunajumlisha na n times nani times alpha. Kwa kuna hiyo general formula nimeziandika hapa, general formula za sin na cosine. Ni copy. Kwa hiyo hapa, kwa hiyo ndo ni general formula za kutafuta sin ya angle pamoja na nani cosine pamoja na tangent ya angle. Kwa hiyo theta ndio this angle ambayo inakuwa hapa, kwamba sin ya theta ni angle ambayo inakuwa hapa. Kwa hiyo tukimandika theta tunasema inakuwa ni x minus 33.69. Inakuwa ni sawa sana -1 exponent ya hizi ni integers. Kwa hiyo inaweza kuwa 0 1 2 3 kuanzia 0 1 3. Kwa nini? Pi times pi inakuwa ni radian, tunajumlisha n times alpha ni sin inverse ya nani? Sin inverse ya this value. Kwa hiyo sin inverse ya 1 over under root ya 13 inakuwa ni sana na alpha. Kwa hiyo alpha inakuwa ni sawa na sin inverse ya 1 divided by square root of 13 which is equal to alpha equals to sin inverse ya 1 then kwa under root ya 13. Tupata ni sana 16.10 degrees. Kwa nasema basi kwa general x itakuwa ni sana huyu yangu ataenda kule, kwa itakuwa ni sana negative 1 exponent ya n times pi ambayo ni 180 tunajumlisha na n times alpha ambayo alpha itakuwa ni 16.10 then tutakuwa add na 33.69 degrees. Kwa hiyo ndio itakuwa ndo general equation yake itakuwa na unasema next itakuwa ni sana na hiyo value hapo hiyo. Basi kwa mfano na next mwaka mwingine tutaendelea katika video nyingine, sababu video inakuwa ni ndefu sana. Tutaendelea video nyingine kuonyesha solution ya next 2022.